kivyovyote vile. Lakini neno kuachilia ni kuto kuweka vitu ndani, kuviacha, yaani kuto kusikia tena uchungu. Ndio maana Biblia ikasema kuachilia. Kwa hiyo kuachilia kuna kusaidia wewe moyo wako kupona, na kuachilia mtu au vitu vinavyokuumiza viondoke ili moyo wako uwe salama ni sehemu pia ya kujua kwamba sasa ni muda ambao wa kutafuta kitu tofauti na hiki kinachoniumiza. Kwa hiyo unapoachilia, katika sisi wa Kristo, unapoachilia au unaposamehe, unatoa mlango wa Mungu kuleta kitu zaidi ya hicho, au kuweka uhusiano imara kati ya wewe na yeye. Kwa nini? Kwa sababu vitu unapoviweka ndani ya moyo, unatengeneza nafasi ndani ya moyo wako isiwepo ya Mungu kukaa, kwa sababu Mungu anakaa mahali ambapo pasafi. Sasa kama ndani yako kumejawa na uchungu wa vitu au uchungu wa watu, uwe na uhakika kwamba Mungu hawezi kukaa hilo eneo, kwa sababu huo uchungu unamnyima nafasi Mungu kufanya kazi impasavyo kufanya ndani ya moyo wako. Ukiwa umeachilia uchungu, ukiwa umeachilia vitu vinavyokupa uchungu, ni unatoa nafasi ya moyo wako kubaki mweupe. Hapo ndipo nafasi ambayo unatakiwa uende mbele za Mungu akupe jinsi ya kuachilia vile ulivyovishikilia, kwa sababu kuna kuachilia na kuna kusamehe. Wengi wamejikita kwenye kusamehe, lakini wameshindwa kuachilia. Bwana Yesu asifiwe. Sijasema kumbukumbu, kuna kuachilia, kuna kusamehe na kuna kukumbuka. Kusamehe ni kuacha kitu kiondoke, lakini bado umekishikilia moyoni. Kukumbuka ni kukumbuka kitu kilichokuwepogi, aidha ukikumbuka kikuumize, au kama umeshaachilia utakikumbuka lakini hakikufanya nini? Hakikuumizi. Bwana Yesu asifiwe. Hapo tumeelewana. Kwa hiyo kusamehe ni kukiacha ingali bado umefanya nini? Kuna anayesamehe na kuachilia, na kuna anayesamehe tu basi. Ndio maana wengi wanasema mimi nimesamehe lakini Mungu atamlipa. Okay, huo na hakika hapo kwenye Mungu atamlipa ndipo palipo na uchungu, maana yake bado anaumia juu ya kile kitu. Ndio maana anasema anahitaji kisasi juu ya kile kitu, ila hana uwezo wa kulipa kisasi. Ndio maana nataka Mungu afanye juu ya kisasi chake. Bwana asifiwe. Ukisamehe na kuachilia, unatoa kichwani na unatoa moyoni. Kwa hiyo unapofika kwenye ile eneo utajikuta unaanza kusahau juu ya hayo machungu yalokuwepo. Na ukishaanza kusahau, itatokea mbeleni utakuja kukumbuka, lakini hapo ukija kwenye kukumbuka sasa yale mambo yalokuwepo, ili ujue kwamba umesamehe au umeachilia, ni utakapokumbuka hautaumia tena juu ya hizo kumbukumbu, ila utabaki kumtukuza Mungu kwamba alikuponya, alikuvusha. Utabaki kumshukuru Mungu. Kwa hiyo ukiwa ni mtu wa kuachilia mambo ambayo yanayokuja kwako kukuumiza, utakuwa na uwezo wa kulinda moyo wako usimame kwenye imani. Hiyo ni faida mojawapo pia katika kuachilia. Kuulinda moyo peke yake tu yaani ukiulinda moyo, maana unatengeneza utulivu wa ndani, kwamba zikija dhuruba zingine zisiniathiri ndani yangu, ili imani yangu na Kristo isiwe inapigwa na vitu ambavyo vipo karibu vinavyokuja ili viniumize, niache imani, niuishi uchungu. Pale ambapo unaposema kwamba nimeachilia na ninafuta moyoni mwangu, unapokuwa unaondoa kile kitu, Kristo anaingia ndani kukaa kuchukua ile nafasi, kwa sababu amesema msipowasamehe watu na Baba yenu pia hatawasamehe ninyi. Kwani
kwa sababu huwezi ukamchukia mtu wa jirani yako afu mpende usiyemuona. Yaani huwezi ukamchukia jirani yako afu umpende usiyemuona, ambaye ni Mungu. Kwa sababu upendo huwa uanzi mbali, unaanza hapa karibu. Jamii inayokuzunguka unaionyesha upendo, lakini ndani yako kukiwa na uchungu, huo na uhakika kwamba upendo ndani yako utakuwa hamna, kwa sababu uchungu una tabia ya kuleta hasira na ubinafsi. Uchungu una tabia ya kuleta hukumu ya mambo ya haraka. Uchungu una tabia ya kulipa kisasi. Ukiwa ni wa kusamehe, utakuwa ni mtulivu ndani ya moyo na akilini pia, na moyoni mwako utakuwa unawaza juu ya utukufu wa Mungu, kwa sababu umejikita kwenye kusamehe. Nafundisha Mungu atusaidie sana Wakristo, kwa sababu Wakristo tumekuwa tumejawa na uchungu mioyoni mwetu kiasi ambacho Mungu hana nafasi. Na ndio maana makanisani utakuta mtu anaongea kama ananena kwa lugha, lakini si kwamba Roho Mtakatifu amemshukia huyo mtu. Ijapo watu wanashukiwa na Roho Mtakatifu, ndio wapo, lakini kuna watu mchungaji akiwa anahubiri ndani yake uchungu unalipuka. Atajikuta hawezi, analia, anaanguka chini, ni uchungu ndani yake ndio unampelekesha. Kwa hiyo ili tuondoe hiki kitu kwenye kanisa, lazima tuelekeze watu. Watumishi wa Mungu, naombeni sana, mnapokuwa mnahubiri, hebu wafundisheni watu kutoa uchungu wa vitu walivyo navyo kwenye maisha. Majaribu yasiwafanye mpaka wayabebe ndani ya mioyo. Baada ya kuibeba imani, hiyo imani ndio itatue hayo majaribu, kwa sababu busara mojawapo ni kutatua changamoto pasipo kuongeza changamoto nyingine. Hiyo ndio hekima. Ukiona unatatua changamoto na bado unaongeza changamoto nyingine, yani ikiisha hii, katika ile changamoto uliyotatua kuna kitu kingine kimeibuka. Kwa hiyo hapo sio sasa hekima hiyo. Uchungu ndani ya mtu unasababisha kuondoka Mungu ndani ya moyo wa mtu. Huwezi ukaishi ndani ya Kristo ukiwa na uchungu. Uchungu unasababisha kutokuwa na umakini katika maisha ya kumuishi Kristo. Uchungu unasababisha ubinafsi. Uchungu unasababisha dhambi ya makusudi, kwa sababu uchungu umekaa ndani ya moyo. Imani haiwezi kukaa ndani ya moyo, kwa sababu uchungu ukitawaliwa na moyo ukitawaliwa na uchungu, ni kitu gani kinaweza kukaa mahali ambapo hapana nafasi? Kwa hiyo utakuwa unasema ninafanya hivi, Mungu anisamehe. Kwa nini? Ushapitia kwenye uchungu ndani yako kiasi ambacho ile dhambi ukaiona ni kawaida, kulingana na ulivyotendewa, ukaona ni sahihi kufanya na kama ulivyotendewa. Ndio maana sasa hivi kuna kauli watu wanasema, auaye kwa upanga naye atauliwa kwa upanga. Ni sawa, mnaweza mkajisemea hivyo kibinadamu, lakini Mungu ametuagiza kusamehe. Yesu Kristo ametuagiza kusamehe. Msipowasamehe ninyi watu, Baba yenu wa mbinguni hata wasamehe. Kwa nini? Kwa sababu huwezi ukaenda kuomba toba wakati wewe mwenyewe hujaweza kutoa msamaha. Huwezi ukaenda kuomba msamaha wakati wewe mwenyewe hujaweza kwenda kuomba msamaha. Huwezi ukataka mema wakati wewe mwenyewe hujatenda mema hata kwa mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tujitahidi kuwa ni watu ambao tunaomcha Mungu katika ukweli, sio katika unafiki wala katika kuigiza au katika mazoea ya kumuishi Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anahitaji watu ambao wanaomtafuta kwa bidii na kwa kweli. Lakini ukiwa unamtafuta Mungu na uchungu ndani, hauwezi kumuona. Ndio maana watu kama hawa sasa wanapokuwa na uchungu ndani ya mioyo yao, wamekuwa hawana utulivu, wanatafuta misaada kwa watu ambao
watawasaidia. Na kwa kiasi hiki wengi sana wamejikuta wanapotelea huko ambako walifuata misaada. Mungu akupe mwongozo wa kuona kile ambacho kinachokutatiza kwa hekima ya Roho Mtakatifu, na uwe na moyo wa kusamehe dhambi za wengine walizokufanyia, kwa sababu ukikumbatia madhambi ya wengine waliokufanyia, manake na wewe pia unakumbatia hizo dhambi, na wewe ni mmoja wapo katika hizo dhambi, kwa sababu uwezi ukakumbatia uchafu usichafuke. Mungu akusaidie leo, mtu wa Mungu. Ninatangaza kwa jina la Yesu, Mungu akusaidie, kwa sababu dhambi inapokaa ndani ya moyo wa mtu ni takataka, ni uchafu ambao unakuja kukuchafua maisha yako, kukuchafua hatima yako. Dhambi, usikumbatie dhambi ndani yako, usikumbatie dhambi za wengine ndani ya moyo wako, kwa sababu binadamu anapokosa, hiyo ni dhambi. Kwa dhambi aliyokukosea mtu mwingine, unapoiweka we ndani ya moyo wako, unatengeneza mazingira ya kuishi ile dhambi ya yule mtu ndani ya moyo wako. Huo uchungu ni ile dhambi ya yule mtu aliyokufanyia, ni yale matendo machafu uliofanyiwa. Zile dhambi za wengine unaishi nazo ndani ya moyo wako. Unapoishi nazo ndani ya moyo wako, zinakudhalishia dhambi ambazo utajikuta unafanya dhambi zisizokuwa na matarajio. Yaani hukutaka kufanya hiyo dhambi, lakini unajikuta umesukumwa kufanya jambo fulani ambalo kinyume na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Kwa sababu ile dhambi ya wengine iliyoko ndani ya moyo wako imezaa matunda. Mtu wa Mungu, hakikisha unapokuwa unaishi kwenye maisha haya usikumbatie mambo ya wengine, kwa sababu unapokuwa umekumbatia mambo ya wengine, hujasamehe na kuachilia, utaanza kuishi maisha ya uovu, kwa sababu umeyachukua maovu ya wengine na kuishi nayo wapi? Moyoni mwako. Moyoni mwako kukiwa kuna habari mbaya, taarifa mbaya, umezikumbatia na kuishi nazo, zinaanza kukujenga kuwa mtu wa namna kama moyo wako ulivyo ndani. Umenielewa, mtu wa Mungu? Mungu akubariki sana. Naitwa Prophet Madaraka. Unaweza ukasubscribe channel